Amina. Tufungue kitabu cha Mathayo sura 16 mstari wa 18 mpaka 19. Mathayo sura 16. Haleluya. Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 mpaka 19. 13 mpaka 19, Biblia inasema Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akisema, watu husema mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine husema huyu Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Baliona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa Tarudia mstari wa 19. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya maneno yako haya ambayo Mungu umeachilia asubuhi ya leo. Na kuamini Roho Mtakatifu uko hapa kwa ajili ya kutufundisha, uko hapa kwa ajili ya kutuelewesha, uko hapa kwa ajili ya kutupa ufahamu zaidi wa kulijua neno lako, jinsi ya kuishi, jinsi ya kujitambua kwamba sisi ni kina nani. Asante Roho Mtakatifu, nena na watoto wako sasa kupitia kinywa hiki. Maneno yangu yakanyamaze, bali maneno yako Bwana yakawe mengi zaidi kwa ajili ya kulijenga kanisa lako. Katika jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Amina. Tumeenda kusoma maandiko haya kwenye kitabu hiki cha Mathayo, ile sura ya 16 mstari wa 13 mpaka wa 19. Lakini mstari wangu wa msingi ni kuanzia mstari wa 18 mpaka wa 19. Tunaona jinsi ambavyo Yesu alikuwa anaelekea Kaisari. Na baada ya kuelekea Kaisari, alitamani ajue watu wanamtambua yeye kama nani. Kwa aliwauliza wanafunzi wake wale ambao walikuwa pamoja nao. Akawauliza akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kila mmoja alikuwa na jawabu lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila mmoja akawa na jawabu lake. Wengine wakasema Yohana Mbatizaji, wengine wakasema Eliya, wengine wakasema Yeremia au mojawapo wa manabii. Kwa kila mwanafunzi alikuwa na jibu lake, kwamba anajibu kulingana na watu wanavyosema huko, wanamsema yeye kama ni nani. Akatamani kutambua kwamba huko nje watu wanapoenda huku na kule, watu wanamuona kama yeye nani. Lakini ule mstari wa 15 anasema, wa 15 akamwambia, ninyi mwaninena kuwa mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Alitoa swali ambalo alitamani waone nje watu wanasemaje, lakini akarudi sasa kwa wahusika ambao anatembea nao nyakati zote. Nyinyi mwaninena mimi kuwa nani? Mwaninena mimi kuwa nani? Lakini Petro, Simoni Petro na kielele chake na kimbelembele chake. Bwana Yesu asifiwe. Kile kimbelembele cha Roho Mtakatifu. Amina. Tumejifunza sana kwa habari ya Petro. Anasema Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo
mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, heri wewe Simioni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mwili na damu havikufunuliwa, ina maana wale wengine yamkini yalikuweko majibu, lakini Petro, majibu ya wale wengine yakawa hayajatoshea. Petro akalikamilisha lile jibu kwa kumwambia, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anaanza kusema, mwili na damu havikufunuliwa, wewe umefunuliwa na Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, anatoa sasa maagizo, mstari wa 18. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa lako, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kama unaandika kichwa cha somo, vita vya kiroho, weka kwenye mabano, kuyaponda malango ya kuzimu. Vita vya kiroho. Nani ana peni? Ni mwazi. Nani ana peni? Kuna daftari lakini hana peni. Vita vya kiroho, mabano, kuyaponda malango ya kuzimu. Petro anaambiwa na Yesu kwamba wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Petro amefunuliwa na Bwana, amefunuliwa na Mungu kutoa jibu lililo sahihi. Na Yesu anamwambia, yani mwili na damu havikufunuliwa. Kwa hiyo yeye alifunuliwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Vita yetu si katika damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Kwa unaposema vita vya kiroho, hatupambani vita vya kiroho kwa kushika visu, kwa kushika misumari, kwa kushika nini, silaha zote unazozijua wewe. Vita yetu iko katika roho. Na vita hii tunapambana kwa kupitia nguvu ya jina la Yesu. Na ndio maana Yesu anamwambia Petro, wewe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na wala milango ya kuzimu halitakushinda. Wewe umejengwa juu ya mwamba. Mwamba huo ni Yesu. Kwa hiyo hakuna milango yoyote ya kuzimu inayoweza kukushinda. Labda uwe umeacha, labda uwe umetoka kwenye imani ya kumwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo ni rahisi sana kushambuliwa na adui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mstari wa 19 anasema, nami nimekupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Mtakatifu wa Bwana, umepewa funguo za ufalme wa mbinguni. Unao uwezo wa kufunga na unao uwezo wa kufungua, maana Mungu amekupa ufunguo. Petro anamwambia, nami nimekupa wewe. Tunajifunza kwa habari ya maisha ya Petro, lakini sasa Mungu ametuita sisi, tuko chini ya mwamba. Tunaimba, niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu nipita, niko chini ya mwamba. Mwambie adui yako, niko chini ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunamwambia adui kwa sababu tunajijua tuko kwenye mwamba, tumejengwa kwenye mwamba. Mwamba huo ni Yesu. Haleluya. Mwamba huo ni Yesu. Kwa vita yoyote ya kiroho lazima usimame
kutumia silaha ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Hutaweza kuponda malango ya kuzimu kama huna nguvu. Hutaweza kufunga malango ya kuzimu kama huna huyo Yesu anayeweza kusaidia kufunga. Kama hujamwamini, niseme hivyo, kama hujamwamini, hutakuwa na uwezo. Lakini sisi tulioko hapa, Mungu anasema na sisi. Hata wengine ambao watasikia kwenye mitandao kwamba Mungu anasema na wao kwamba bila kuwa na Mungu hatutaweza kushinda vita ya kiroho. Kwa tunatamani kuwa na Yesu mwingi ajaye ndani yetu ili tuweze kushinda, ili tuweze kuponda malango ya kuzimu. Hatutayaponda kwa nyundo, tutayaponda kwa nyundo ambayo ni neno la Mungu. Tutasimama kufunga kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kila hali yoyote utakayokuwa unaisikia, lazima ujue adui yuko kazini kufanya vita na wewe. Usione ni hali ya kawaida tu, hapana, ni vita. Vita ya kiroho. Hatamani ufanikiwe, hatamani uwe na amani, hatamani uone furaha ya wokovu ulio nao, hatamani uone maisha yako yanabadilishwa. Maana najua huyu Yesu uliye naye ni mwamba imara. Huyu Yesu uliye naye ni utoshelevu. Huyu Yesu uliye naye ana uwezo wa kubadilisha historia ya mtu. Ana uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu. Ana uwezo wa kubadilisha hali ya mtu. Ana uwezo wa kubadilisha mtazamo wa mtu. Huyu Yesu ambaye tunamwamini, huyu Yesu tuliyempokea. Kwa hakikisha vita yako sio ndogo. Hakikisha Yesu ni mwingi ndani yako. Vita ya kiroho. Tuko kwenye ulimwengu huu. Adui anapanga kila namna kuangushe, akurudishe nyuma. Kwa unapotambua kwamba umepewa mamlaka, umepewa ufunguo, huo mlango unaopitisha wewe ukate tamaa, unaufunga. Haleluya. Haleluya. Kiona unaona kukata tamaa, ni mlango umefunguliwa huo. Wakuona Yesu hawezi. Yesu anaweza. Ukijua Yesu anaweza, utaanza kuomba maombi ya kuambia sasa ninafunga mlango wa kukata tamaa kuanzia leo. Maana Biblia imesema mstari wa 19, nami nimekupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga wapi? Kumbe tunaanzia kufunga wapi? Duniani. Hatuanzi mbinguni. Tunafunga hapa hapa kwanza. Tukianza hapa na mbinguni limekwisha kufungwa. Lakini anayeanza ni nani? Ni mimi na wewe. Yesu anatamani akusikie tunasema, Yesu, nafunga roho ya hasira ndani yangu. Bwana asifiwe. Nafunga kwa jina la Yesu. Naifunga, sitaki. Anatamani aone wewe unaichukia, kwamba hasira haitendi haki ya Mungu. Hasira ni mbaya. Unaiambia wewe hasira, kuanzia leo mlango wa hasira wote unaopenyeshea hasira na ufunga kwa jina la Yesu. Akikusikia tu yeye kule anakoki tu tap. Alianza nani? Mimi. Maana umejua hiyo ndio vita yako ya kiroho. Kwenye eneo hilo kuna udhaifu. Kwenye eneo hilo unaona ni shida. Kwa unapoomba tayari Mungu anashuka yeye sasa kulithibitisha lile neno. Anamalizia yeye. Na unapoomba amini kwamba hii hali hata ikija itapotea. Maana umesema. Bwana Yesu asifiwe. Ibilisi hawezi kufanya chochote bila wewe kumruhusu. Tunaelewana? Yaani ibilisi hawezi kuja tu kukuvamia eti akakuvamia. Anaangalia wapi niingilie.
Ukiachilia tu upande wa hasira, anaingia hapo. Upande wa kutokusamehe, anaingilia hapo. Upande wa manunguniko, anaingilia hapo. Utajikuta tu wewe ni mtu, yani hata mtu akikusemesha kidogo tu, yani wewe hebu zania amekutukana sijui vitu gani. Kwa unapotambua, unapojua, Ibilisi hapo ndipo anapoanzia kutengeneza kitu. Na hicho kitu kinaweza kikazaa vingine zaidi ya kile kilichoanzia. Tunaelewana? Kinaweza kikazalisha vitu vingine zaidi ya kile kilichoingilia. Ngesema niliingia kwenye mawazo tu. Alikuwa anawaza vibaya, basi mimi nikaingia. Lakini lengo lake analo yeye Ibilisi. Sio kwenye mawazo tena. Akishaingia anaanza kutengeneza sasa vile vya kwake alivyotaka kuharibu. Amen. Amen. Kwa lazima tujitambue, sisi tumejengwa juu ya mwamba imara. Hakuna milango ya kuzimu inayoweza kukushinda. Usimruhusu Ibilisi apenye eneo lolote lile. Wewe ni mpendwa, wewe ni mtakatifu wa Bwana. Kuwa makini. Kuwa makini sana. Tumepewa ufunguo wa kufunga, na wakati mwingine tumepewa ufunguo wa kufungua. Amen. Na ndio maana tunaposema ninafunga roho ya hasira. Sio kwa nini nasema sana habari ya hasira. Nafunga roho ya hasira. Na nafungulia sasa kile kitakachokaa mbadala wa hasira. Baada ya hasira ni nini? Mbadala wake amani. Bwana asifiwe. Kwa unapofunga, hakikisha unafungulia chema, kwamba sasa nafungulia amani. Hata mtu aje anikwaze vipi, amani yako Kristo itawale. Amani yako Kristo niione. Sio amani ya mwanadamu, amani yako itakayoamua ndani ya moyo wangu. Maana ndani ya moyo kukiwa na amani, hata mtu aje kwa design gani, wewe utamwangalia tu, utacheka, utaendelea na maisha yako. Haleluya. Kwa wakati wowote unapofunga, hakikisha unafungulia kitu. Unapofunga mlango, adui hawezi akakushambulia. Mwambie jirani yako, unapofunga mlango, adui hawezi akakushambulia. Mpaka aje abomoe, hata hawezi. Ndio maana watu siku hizi wanaika mageti, wanaika sijui nini, ili mwizi asija akabomoa. Analala salama. Bwana asifiwe. Na sisi tukifunga kupitia nguvu ya Bwana, hakuna adui atakaye kuja kutushambulia. Hata akija hataweza. Kwa sababu tayari tuna ulinzi wa Bwana. Tuna nguvu ya Bwana imetawala ndani yetu. Lazima kwenye haya malango ambayo tunayaishi, tumesoma andiko ambalo watoto wetu wamesema. Nasema linda sana moyo wako kuliko vitu. Linda moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo. Vyote. Moyo tunauona. Moyo tunaushika. Moyo uko ndani. Utaulindaje huu moyo? Maana huo nao ni mlango. Maana moyo, ukisema Yeremia anasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, tena una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kuujua moyo? Ni Mungu pekee ndio anayeweza kuuchunguza moyo. Bwana asifiwe. Kwa lazima mlango wa kwanza, ili tuweze kuziba, yani kufunga, moyo wako unawaza nini? Mithali anasema linda sana moyo wako. Kama unaandika andika. Mithali sura ya 4 mstari wa 23.
Lazima tuhakikishe moyo, mlango wa moyo kwenye maisha yetu, mlango wa moyo uwe sawasawa na mapenzi ya Mungu. Linda moyo wako, usiharibiwe na mharibu, usiharibiwe na adui. Wakati wote moyo ndio unakuwa wa kwanza kuumia. Wakati wote moyo ndio unakuwa wa kwanza kupata majeraha. Sikio likisikia linapeleka ndani ya moyo. Hata ikitokea kitu, mshtuko wowote, moyo ndio unafanyaje? Si ndio? Kwa moyo ni mlango ambao unatakiwa sana kuulinda. Unachosikia, unachosema, ili kilete matokeo mazuri, lazima moyo wako ulinde. Magauni, kila kitu nini vinapita, lakini moyo huo, linda sana moyo wako. Tunatakiwa kuvua kwa habari ya mwenendo wa kwanza. Fungua Efeso sura ya 4 mstari wa 22. Kuvua kwenye huo moyo, kuvua kwa habari ya mwenendo wa kwanza. Wako watu wanayaishi maisha ya zamani hata kama wameokoka. Hiyo alimpendezi Mungu. Lazima maisha yetu yamfananie Kristo. Kuvua kwa habari ya mwenendo wa kwanza. Umepata? Naomba usome Efeso 4:22. Efeso 4 sura ya 22, Biblia inasema mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani ulioharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Mstari wa 22 nitarudia. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani ulioharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe upya katika roho ya nia zenu. Amen. Mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinaanzia wapi? Moyoni. Ndani ya moyo wako umebeba kitu gani? Kama umembeba Yesu, utawaza tu Yesu Yesu. Lakini kama kuna vitu vingine umevibeba, hautawaza kwa habari ya Yesu. Utaanza kuwaza vitu hivyo. Yesu atakuwa wa baadaye. Bwana asifiwe. Na ndio maana kitabu hiki cha Waefeso, waraka huu Paulo anawaambia Waefeso, mkauvue kwa habari, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika. Kwa maovu yanaharibu moyo, yanaharibu maisha, yanaharibu fahamu, yanaharibu macho. Bwana asifiwe. Maana moyo ukiharibika, macho yataelekeza kwenye moyo, masikio yatasikiliza moyo, miguu itafuata moyo. Haleluya. Kila utakachofanya utafanya kulingana na moyo wako unavyokuelekeza. Lakini leo hii tunajifunza kwa habari ya kanisa la Efeso. Anazungumza Paulo, anawaambia mkavue kwa habari ya mwenendo wa zamani. Leo hii tunapata kuyasikia haya kwamba tunatakiwa kuvua. Tusiishi maisha kama yale ya kwanza. Usirudie matapishi. Amen.
Usirudie ule uchafu uliokuwa unaufanya enzi hizo hujampa Yesu maisha yako. Usiruhusu huo mlango kufungua, mlango wa moyo wako kukukumbusha, kutamani kuona dunia inapendeza. Nilishafanyaga lakini naona sasa hivi kama kumekuwa vizuri zaidi. No, huo mlango ufunge. Amen. Haleluya. Wewe ni mjanja kuliko wajanja wengine wote wale. Wewe uliyempokea Yesu Kristo, wewe ni wa muhimu kuliko watu wengine wote. Kwa jivunie kila mawazo yanayokuja tofauti na wazo la Mungu. Unao uwezo wa kuyaambia, yenye mawazo kaa mbali na mimi. Mimi sio wenu, mimi ni wa Kristo. Na ukamwona Mungu kwa uweza na nguvu zake. Bwana asifiwe. Haleluya. Fungua kitabu cha Wakorinto sura ya pili mstari wa 11. Wakorinto wa pili sura ya pili mstari wa 11. Wakorinto wa pili sura ya pili. Amen. Wakorinto wa pili sura ya pili mstari wa 11. Nitasoma yes, kwa msaada wa Bwana. Amen. Inasema, Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Basi hapo rudia tena. Inasema mstari wa 11, Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujue kwamba shetani, kama nilivyosema mwanzo, kwamba shetani anapanga njama za kutuangamiza. Anazo vita. Vita yetu ni kati ya yeye na sisi. Amen. Na sio wote. Sio wote nao uko nje, wale ni mali yake. Anakutaka wewe hapo uliyesema Yesu ni Bwana. Jamani, Yesu si anajua makao kule. Yesu shetani si ndo alifukuzwa kwa kiburi chake. Kwa anajua uzuri ulioko huko. Kwa ndo maana anapambana na wewe ili wewe usifike huko. Kwa unapoona vita yoyote inasimama, lazima usimame kiume. Umwambie shetani, wewe sio nafasi. Hapa huna nafasi. Huna chako. Toka. Pingeni shetani naye atawakimbia. Kuto kumpa nafasi shetani, kutompa nafasi ibilisi kwenye mawazo yako, kwenye moyo wako, kwenye akili yako, kwenye nafsi yako, kwenye mwili wako. Kuto kumpa nafasi. Usiachilie mlango wowote, iwe kupitia moyo. Nimesema mlango wa kwanza ni nini? Moyo. Linda sana moyo wako kuliko vitu vyote. Linda moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa uzima wako uko ndani ya moyo wako. Baraka yako iko ndani ya moyo wako. Ushindi wako uko ndani ya moyo wako. Mafanikio yako yako ndani ya moyo wako. Je, unawaza kwamba mimi nitafanikiwa kwa jina la Yesu? Au unasema tu mimi ni maskini? Unaruhusu mlango wa kujinenea mabaya. Isiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Mlango mwingine ni mahusiano au rafiki. Tunapozungumza mahusiano, yako mahusiano ya aina mbalimbali. Lakini mahusiano ninayoyasema hapa ni mahusiano yako wewe na Mungu. Achilia mahusiano yako wewe na Mungu yawe 100%. Uwe mshirika mzuri na yeye. Uwe rafiki anayefanana na yeye. Uwe ni mtu ambaye uko karibu sana, na mahusiano yako na Mungu
yanategemea wewe unafanya nini kwa ajili yake. Amen. Unapofanya kwa ajili yake, yeye anafanya kwa ajili yako. Kanuni ya Mungu. Unapofanya kwa ajili yake, yeye anafanya kwa ajili yako. Sio yeye afanye kwa ajili yako afu ndio wewe ufanye kwa ajili yako. Unaanza wewe. Kama tunavyosema tunafunga, tunaanza sisi kufunga. Alafu yeye anakamilisha. Na ndivyo ilivyo. Unatamani kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, unatamani kuwa na ushirika na Mungu, anza kufanya. Fungua ule mlango wa kufanya. Kataa ule mlango wa kutokufanya. Unajitenga na Mungu. Unatenga uwepo wa Mungu. Unatenga baraka za Mungu. Unatenga mafanikio ya Mungu. Mahusiano yako na Mungu yakiwa mazuri, au shirika wako na Mungu ukiwa mzuri, ziko baraka nyingi zinazoachiliwa. Haleluya. Jumbe wa asubuhi ya leo kama umeusikia, anasema bado. Hapo ulipo sio bado. Hapo ulipo sio bado. Amekuita umtumikie. Tunarudi kwenye pointi yetu, ni mahusiano. Mahusiano yako na Mungu, mahusiano yako na Mungu yawe mazuri, yawe yenye heshima na utukufu. Fungua Yakobo 4:8. Soma mstari 8a pale tu. Yakobo 4:8. Yakobo sura ya 4 mstari wa 8a, Biblia inasema mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia. Kumbe unayo hatua wewe ya kumkaribia kwanza. Simenielewa sasa. Mkaribieni Mungu. Mtu anayemkaribia mwenzie lazima atamuuliza, ndugu yangu una shida gani? Si ndio? Lakini ukikaa mbali kama kule, wapi hapo? Hapo katikati nani yupo? Ukikaa mbali na Mungu, hapo katikati nani anayecheza huo mpira hapo? Rudisha mahusiano yako na Mungu. Kuwa shirika na Mungu. Yako mambo mengi yatayatenda kwenye maisha yako. Mdomo mwingine ni kinywa. Kinywa. Mwambie mwenzio kinywa au mdomo. Angesema kinywa mdomo. Mdomo. Fungua Yakobo 3:10. Yakobo 3:10. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Yakobo sura ya 3 mstari wa 10. Katika kinywa kile kile kutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kwa kuwa hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Sisi tuliomwamini Bwana hatupaswi midomo yetu kunena au kuongea maneno mabaya. Unapoongea maneno mabaya, unafungulia mlango wa ibilisi wako kushambulia. Au unakuwa mtumishi wa ibilisi wa kuwashambulia wengine kwa kinywa, kwa maneno. Bwana asifiwe. Wamenyamaza kimya. Bwana asifiwe. Kwa tamani kinywa chako kinene maneno ya baraka, maneno yanayosababisha mtu mwingine kusimama, maneno yanayosababisha mwingine kupona, maneno yanayosababisha mwingine kumrejesha kwenye nafasi aliyopaswa kuwa nayo, maneno yanayosababisha
kumtia moyo aliyekata tamaa. Maneno yanayosababisha kumuinua yule aliyechoka kabisa, haelewi. Kinywa chako ni mlango. Unaweza ukasema ya baraka na unaweza ukasema ya laana. Biblia ndio imesema kinywa, mdomo, maneno. Mwingine anaweza asikusemee ila kakung'onga kimoyomoyo hivyo hivyo, yaani maneno kajisemea moyoni. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie katika hiki, kwamba vinywa vyetu Mungu anatamani aone tunatamka maneno yenye hekima, yenye busara, yatakayosababisha wengine watamani tu kuongea na wewe. Huna maneno, Roho Mtakatifu akusaidie. Roho Mtakatifu akiweko ndani yako, yaani atakuongoza namna ya kuongea. Hautaongea tu mradi umeongea tu. Mwambie kinywa changu, hata kama naongea mengi, lakini Mungu nisaidie, funga lijamu. Si ndio Funga. Unajiambia mwenyewe, sio mimi. Na mimi nitajiambia, na wewe ujiambie. Nitakachokisema Mungu kisababishe mwingine ajisikie vizuri. Tumesema tumepewa funguo. Tunarudi kwenye andiko letu la kwanza. Si ndio Kwa ukijiona wewe ni mwambie Bwana Yesu, naona hii spidi governor haipo, naomba governor. Niongee lakini nisiongee kitu cha kumkwaza mwingine. Niongee kitu cha kumtia moyo mwingine, cha kumuinua mwingine, cha kumpa faida. Kupa faida hata wewe Mungu. Nisiwe na sifa, huyu mama hamezi mate. No. Meza mate lakini unaongea vitu vinavyoleta nguvu, baraka, heshima. Utaheshimika. Tupo wapendwa. Fungua Mithali 16:21 na 28. Nisema unapoongea maneno mabaya unafungulia mlango wa ibilisi. Kwa hakikisha maneno yako yawe mema. Zaidi ya yote Roho Mtakatifu akusaidie. Anza kuuliza mtaani, hivi mimi wananisema mimi kama nani? Hapo utapata message nzuri. Alafu ukiona wanakusema vibaya, ingia kwenye maombi, mwambie Mungu, hii tabia mimi, huu mlango uliofunguliwa mimi kuonekana hivi, ninaufunga kuanzia leo. Natamani Yesu uonekane kwangu. Tunarudi kwenye mahusiano. Maana kama ukiwa na mahusiano vizuri na Mungu, ukishaona umekosolewa, sio ukasirike, rudi tubu. Bwana asifiwe. Rudi mwambie Mungu, nisamee, kweli nimekukosea. Yaani usione umekosolewa, ni kweli uko hivyo lakini ukakasirika. Mlango wa hasira utasababisha hiyo hali iendelee kuongezeka zaidi ya hapo ilipokuwa. Kwa uwe mtu ambaye unakuwa na uelewa. Amen. Uelewa kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na Mungu anaposema na wewe, useme mchungaji ameniona. Mungu amekuona. Kila siku anasema Mungu amekuona, anataka ubadilike. Anataka utoke hapa. Achana na mawazo kwamba amesikia. Mungu amekuona. Yeye anayekujua kuliko vile mchungaji alivyo, anavyokuona. Amekuona. Kwa chukua nafasi ya kugeuka wakati huo huo. Fungua soma hapo 16:21 mpaka 28.
hapo hapo. Maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Maneno yapendezayo ni kama sega la asali, maneno yanayofanana ya neno ya baraka. Biblia inafananisha na kama sega la asali. Wangapi wanajua asali? Sega mshaliona? Wangapi wameliona sega? Sega si ile nyumba yake, ile nyumba ya asali, ile nyumba ya nyuki inayotengeneza sasa baadaye inakuja kutoka asali. Sasa maneno ya Mungu yanafananishwa hivyo. Yale maneno ya vidomo yetu, maneno yapendezayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Lakini mstari wa 25 anasema, iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Nafsi yake mfanyakazi hujifanyia kazi, maana kinywa chake humtia bidii. Mtu asiyefaa kitu huchimba shimo la madhara, katika midomo yake mna moto uteketekezao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini la msingi ambalo tunajifunza kwetu, haya mengine hatutaki kuambatana nayo, bali tunatamani kuona kwamba sisi maneno yetu yapendeze, yawe kama sega la asali, yanayoleta utamu kwenye nafsi, kwenye mioyo. Ninapolisikia linaleta afya kwenye mifupa. Amen. Haleluya. Lakini haya hayataweza kufanikiwa kama hatuna nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia. Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwenye hekima au mwenye busara hufikiri. Yeye hanaga ile ya kukurupuka. Anafikiri aseme nini wakati huo. Je, litafaa kwa wakati huo? Je, halifai? Huyo ni mwenye hekima. Kwa hiyo tunatakiwa Mungu atupe hekima. Na ndio maana Sulemani aliomba hekima kwa Mungu, kwamba mimi ni mdogo, hili ni taifa lako, nitawezaje kuamua watu hawa? Nahitaji hekima, namna ya kuamua, namna ya kusema, hekima na maarifa. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alimpa hekima, na kupitia ile hekima falme nyingi zikaachilia heshima kwa Sulemani. Basi Mungu akupe hekima, watu wengi wafurahie maisha yako. Haleluya. Yaani maneno yako yasiwe ya kukurupuka. Lazima utulie kwanza, utafakari. Tusiwe kama ambao hawaamini. Sianze kunyosheana vidole, kusutana, no. Hiyo haifai kwako mpendwa. Ukisoma Zaburi anasema tusikae barazani pa wenye mizaa. Maana hapo yako mambo mengi. Heri mtu yule asiye kama barazani pa wenye mizaa. Sio kwamba tusikae na watu, lakini tamani kuona Mungu anachokusemesha wakati huo na mazingira haya. Wewe uliyeamini ni sehemu ya maisha hayo. Maana utakapokaa wewe wajui, wenzao wataongea, utasema fulani, na wewe utajikuta tu umeingia na wewe kichwa. Afu baadaye yaani shetani anatumia njia yoyote. Bwana asifiwe. Kwa kuwa makini. Hatusemi tusikae nao, lakini kuwa hekima ya Mungu iwe juu yako. Wakisema mabaya, sema mazuri. Wakitaka kusema ubaya, waambie Mungu hapendi, sio vizuri, amekukosea, nenda kamfuate. Usimseme pembeni. Kesho hawatakuletea. Watakaa wao wakikuona, nyamaza.
hapa hatutaki kuongea kwa sababu wewe ni mtu wa tofauti. Amen. Amen. Wako watu wameharibiwa kwa maneno. Wako watu wamerudi kwa sababu ya vinywa vya watu. Wamerudi nyuma kwa sababu ya vinywa vya watu vinanena nini. Wako watu wamesikia tu kutoka kwa watu wengine kwamba umoja katika Kristo, moja mbili tatu. Wameacha kuja kanisani. Sasa wewe mwakilishe Yesu ili watu wakija hapa wamuone Yesu wanayesema yupo. Haleluya. Basi kulingana na muda wangu naomba niishie hapo. Cha msingi tuko kwenye vita. Vita yetu ni ya kiroho. Kwa tunahitaji kupambana. Tunahitaji kuyaponda malango ya kuzimu. Ziko tabia uzipendi, saa nyingine uzijui, saa nyingine unaiona tu inatokea papu. Yaani majira hata hujui imetokea wapi. Afu baadaye ukikaa unaanza kujifikiria, hivi mimi hiki nimekifanya ni nini? Si ndio Lakini kinachosababisha usielewe ukafanya kile kitu kwa sababu ya jinsi ulivyopokea au jinsi ulivyokutana nacho. Umekibeba kwa namna gani? Umejisikiaje ndani ya moyo wako? Na baada ya kujisikia yale maamuzi ulioamua, ulikuwa umetulia au ndio ulitoka hapo hapo moja kwa moja? Ndio tunarudi kwenye pointi yetu, mwenye hekima fikiri. Mwenye busara fikiri. Haijalishi limemuumiza kiasi gani. Anakuwa na utulivu kwanza. Jamani, tunaishi kwenye mitaa yetu. Tunaishi kwenye nyumba za kupanga. Nishaishi sana nyumba za kupanga. Naelewa mazingira yetu. Lakini wakati mwingine bora ukone huyu mlokole bwana huyu. Lakini kuna kitu unakwepesha. Usije kama mmoja wapo wa watu ambao wanasema leo tunamfikiria Kigoma.